Sleepless Beats. Niambie dada, nipo uhuru. Nisikwambie basi wajua tayari mimi naombea mtu na rafiki yake. Wakati kuna pale juzi kazi pale. Wakati napita naenda kule dukani. Kwa mamini. Si nikamkuta yule kijana. Kijana yupi? Yule mwenye alikuwa kutokea naye umejisaulisha. Yule mrefu mweupe hivi. Basi mama na pisi nyingine kali rafiki yangu Wacha wewe na mimi nakupombea na uchangie sasa. Alafu yule mtoto wa wifi yako yule kale kafupi kale keusi hivi. Yule mtoto naye? Daisy. Huyo. Nimemwona njiani alikuwa yuaiba. Nikashindwa kumwambia kwa sababu kulikuwa na watu wengi. Nikaona nije nikwambie wewe kwa sababu mumkani tabia ni mbaya. Jamani yule mtoto. Kwa kweli hata haya maneno yenyewe nasema yana ukweli ndani yake rafiki yangu. Juzi wakati napita naja nyumbani nikapishana naye pale njiani. Nikamwambia Devi, kwani siku hizi tusalimiani? Alichonijibu sasa. Alinijibu vibaya yule mtoto. Yaani siku hizi ana tabia ambazo hata hazieleweki. Hiyo tabia basi ni mbaya. Mkanyeni wewe mtoto. Yule mtoto mimi amenishinda. Lakini nitaenda kana mjombake nimueleze kama atanielewa. Kwa kumtetea yeye namba 1. Hayo bado ni mtoto mdogo, anahitaji masomo. Uhuni baadaye. Kwa sababu shule zimefungwa basi imekuwa kazi ya naenda kwa mjomba na kija huku. Tabia ni hizo, abadilishi yule mtoto. Mimi hata siku hizi yani simuelewi kabisa. Zimeanza kunikera hizo tabia zake. Kwanza na majibu yake sasa. Hajali mtu mkubwa, hajali mtu mdogo. Yeye anajibu tu jinsi anavyojisikia kujibu. Habibi Lozi, kipenzi cha mchangama, mimi nawe hadi milele. Komesha wachokozi wazidi kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu tamkera. Wow, wangu. Mbona sasa kupendeza hivyo kiimba? Mume wangu najaribu tu. Sasa tumesikia tokani ngongo nje huko. Sauti tamu kweli, anakutoka pangoni. Asante mume wangu, lakini walichocha mbona? Kweli. Sasa kudanganya nini? Umefanya kitambo? Si kitambo sana, kama dakika 20 zilizopita hivi. Karibu. Asante mume wangu. Karibu wewe. Baby. Kwa matunzo hayo mimi, sidhani amani tutaachana leo. Kwa nini mume wangu? Jinsi unavyonipenda yani hata bila kukwambia tu wajua kabisa mume wangu yuko na hivi na hivi. Unataka nimfanyie? Lazima nijue, siwajua tena. Kipenda roho na nyama mbichi. Na mbona ulichelewa sasa? Wewe ndio ulichelewa kunitafuta tuseme. Lakini kila kitu kina muda wake. Huu ndio muda sahihi. Ndio. Lakini mume wangu. Na kitu nataka nikwambie. Niambie. Leo mimi na rafiki yangu Amina nilikuwa nimeenda kumtembelea. Sasa wakati tumeketi wenyewe tupiga story zetu, Amina akaniambia kwamba amemwona Devi. Devi mjomba wangu. Ndio Devi mjomba wako. Kafanya nini tayari Devi?
Ameniambia sijui amemwona huko kibandani huko. Barabarani huko. Akiwa yuaiba. Na matokeo yanazidi. Maana juzi kati hivi kuna jamaa mwingine pia alikuja amejofoka kwa Devi amemjia kuku. Aliniharibia siku kweli, lakini kila nikimuuliza Devi hivi wapingana. Lakini kwa taarifa hizi umeniambia ama tukio vinafuatana hivi. Lazima tufanye uchunguzi, maana si kweli. Lazima tufanye jambo kwa kweli. Kwa sababu tukiendelea kumkalia kimya atamea pembe na mwishowe utajuta kuishi naye mtoto. Kidogo leo kimeingia 18. Sasa tutakifanya kitu kibaya hichi. Leo mpaka kitambue. Tulia kwanza nikuonyeshe. Tosha. Sasa pole pole. Nimekubamba sijakubamba. Yaani mimi nifuge kuku, wewe uje kunibia. Unataka nifuge nywele? Sasa leo nitakuonyesha kwa nini nyoka hana manyoya. Twende kwenu. Twende huko mfu wako, ukanijue mimi ni nani. Yaani mimi nafuga kuku unanibia. Twende. Afu wewe utakufanya kitu kibaya wewe. Twende huko. Mjomba wako lazima kanilipe kuku wangu. Devi, amefanya nini huyu? Wewe dada unamjua huyo? Ndio namjua. Sasa hapa sitaki story nyingi. Huyu sijui kama ni mtoto wako, sijui kama ni nani yako, nimempata kwenye banda langu la kuku. Tabia yake ni kuiba kuku wangu. Sasa hapa sitaki maneno mengi. Unilipe pesa zangu ama nimfanye kitu kibaya wewe? Wasi ndikukanya wewe mimi tabia. Devi, mbona hausikii wewe mtoto? Twende huko kwa mjomba wake. Mimi sina pesa kuku. Itakuwa afadhali. Twende huko. Mnafuga watoto haizi bwana. Peleke pole pole jamani. Unataka kumpangia jinsi ya kumpeleka huyo? Sasa mbona unavuruta hivyo? Wewe nao usiniletee. Twende huko. Mimi nataka pesa zangu hapa. Fuga haizi bwana. Mimi nifuge kuku, mtoto wangu aje anibe kuku. Bishia mko wako. Mume wangu. Mume wangu. Njoo uone. Zazale nyama ya kushamba mbako. Njoo ulione. Haya, simama hapa kwa mpo wako. Mimi sijakuja na vitu vingi. Mpo wako nimshika kwenye banda langu ananiatia kuku wangu. Na huyu ndiye tabia zake za kunibia kuku wangu. Nilikuja mara kwanza nikakuelezea, ukanikana. Sasa nimemleta hapa na nataka kitu kimoja tu, nilipe kuku wangu. Mimi bwana sijakuja na mambo mengi. Ninachotaka hapa ni pesa yangu. Nimempata mpo wako kwenye banda langu akivizia kuku wangu. Nataka pesa yangu. Devi, si nilikuona kusota bia mimi. Sema. Sasa mbala gani yenye umeleta hapa? Babe, kama nilivyokuambia mimi sitaki mambo mengi. Kama mambo mengine mtajua wenyewe. Mimi niekee changu nijiondoe na kazi nyingi za kufanya ujue. Ama niende naye nikajue mwenyewe kufanya. Achana naye wewe dogo. Nipatie pesa yangu. Huko kumoja amechukua kuku ngapi? Juzi nilipoteza kuku wawili. Jana alikuwa mmoja. Leo hajachukua nimemfumania. Sasa wewe nilipe pesa zangu za kuku watatu. Hiyo itakuwa 2800. Niwekee pesa yangu. Wajoje kwa msingizia kuku wengine? Yeye ndo nimemshika kwenye banda langu. Na siku zote anayepatikana na ngozi ndiye aliyekula nyama. Ninachotaka ni pesa yangu. Sawa, tumekusikia. Usitupigie makelele hapa. Shika. Mambo si ndo hayo bwana. Unafuga wezi bwana. Tutakuja wachoma siku nyingine. Baba si tumekulipa kuku wako, ya nini umute mwizi sasa? Hata kama unafuga wezi kivipi? Inaonekana wewe ndio unamtuma. Unaona mdomo wako. Naweza kosa hata kupata hiyo pesa yako kwa. Ndio nitakuja Sadiki hapo. Sawa. Wewe tangulia tu kusema. Wewe sasa. Wewe? Sawa mwache. Wewe na ukiambosikie wewe mtoto gani wewe usisikia wewe lakini utakuja uawa shauri yako. Sasa huyu itabidi hapa jitayarishe tumrudishe kwa nyanyake. Afadhali. Maana hizo kesi zimekuwa nyingi sana. Ingia ndani huko.